Ni kama jinsi ambavyo kwenye nyumba za ibada ndio mahali ambapo hata kama jirani yako hapo ni wa chama kingine, lakini ndio mahali ambapo mtaimba pamoja, mtakuwa na fellowship ya uchakula pamoja, mtacheka pamoja, mtatembeleana pamoja, mtamuomba Mungu pamoja. Sasa mkiingiza siasa mkatofautiana kwa nyumba ibada, mnaenda wapi sasa? Kwa hiyo sisi kama chama tutachukua jambo hili very seriously kwa ajili tu ya kulinda soka la Tanzania lisipate watu wenye tabia alafu baadaye wanakuja kutuandaikia hivyo vikaratasi wanadhani kama vile watu hawaoni, hawajui, hawafuatili mambo. Kiongozi wa Yanga Engineer Hersi akijua kabisa kwa nafasi yake yeye ni kiongozi wa klabu ya mpira, moja ya klabu kubwa hapa Tanzania, klabu ambayo ina watu wa aina zote, watu wa dini zote wanapenda mpira, watu wa haiba wa vyama vyote wanapenda mpira. Yanga wako CCM, Yanga wako Chadema na vyama vingine vidogo vidogo, wote wamo mle ndani. Sasa Engineer Hersi tumemsikia, tumemwona akisema kwamba yeye kwa taasisi mbili anazoziongoza ambazo anahusika, taasisi ya GSM na ya klabu ya Yanga ambayo ndio kiongozi wa klabu ya Yanga. GSM akatoa milioni ngapi? Bilioni 10. Na kwa Yanga imetoa shilingi milioni 100. Mpaka mwendesha kipindi alimrudishia, akamwambia sijasikia vizuri, akamrudishia, akasema tena hivyo. Shiriki katika kuleta jitihada za kuipata bilioni 10. Klabu ya Young Africans na yenyewe ikapenya hapo na yenyewe itatoa kiasi cha shilingi milioni 100. Asante sana. Hiyo ya mwisho sijaisikia. Hiyo. Young Africans itachangia shilingi milioni 100. Asante. Wow. Sasa this is the conflict of interest. Kwanza conflict of interest ya kwanza ni Engineer Hersi ametuthibitishia kwamba ni mfanyakazi wa GSM, na wakati huo ni rais wa klabu ya Yanga. A conflict of interest inapotokea ni hatari sana, kwamba wewe ni kiongozi wa klabu alafu wewe pia ni sehemu ya watumishi wa kampuni inayodhamini hiyo klabu. Inapotokea conflict of interest, anasimama upande gani Engineer Hersi? Hili ni tatizo la kwanza ambalo Yanga wenyewe wanatakiwa walione. Hili tatizo Yanga wanatakiwa walione. Naona wametoa barua ya ufafanuzi pale. Sasa niende huko. Hili ni tatizo. Yaani hapa nataka kuonyesha kuna tatizo hapa kwamba Engineer Hersi ni kiongozi wa Yanga, alafu mdhamini ni GSM. Engineer Hersi huyu pia ni mtumishi wa nini? Wa GSM. Kuna conflict of interest. Ikitokea kuna kutofautiana, anasimama upande gani? Lakini pili, kitendo alichokifanya Engineer Hersi na Yanga, wameenda kinyume na article namba 4, article 14, 19, 17 na 19 katika zile sheria za FIFA ambazo zinazuia klabu ya mpira na viongozi wake kushiriki, kuwa sehemu kwenye matukio ya kisiasa. Yani sheria hii inamzuia Hersi inamzuia kufanya kile alichokifanya. Sheria inaizuia klabu kufanya hichi alichokifanya, inamzuia. Sasa hili jambo hili sisi kama chama tumelitolea taarifa, lakini sisi kama chama hili jambo hili tutalodge official complaint. Tutalodge kwa sababu wanachama wetu ambao wako kwenye klabu hizi wamenungunika. Wanachama wetu ambao wako wanachama wa Chadema walioko klabu ya Yanga wamenungunika, including wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwamba hichi kitendo hicho kifanya ameiweka klabu kwenye mahali pagumu sana. Neutrality ndio sheria na kanuni hizi za FIFA zinamhitaji yeye engineer, na zinahitaji klabu yenyewe kuwa hivyo. Kwa hivyo hili jambo sisi we'll take it further. Lakini sasa ukitaka kuona hawa watu kweli ni madharau haya, mimi nikaona tena jana kwamba Yanga wametoa ufafanuzi kwamba
hawakutoa. Na nilipeleka hili neno moja kwa moja kwa klabu ya Yanga. Kwa kweli, kama nyinyi mnajiona nyinyi ni wajinga, msiwadhani na wengine wote ni wajinga. Msiwafanye Watanzania wajinga namna hii. Kama nyinyi mnajiona hivyo, msidhani na wengine wote ni wajinga namna hii. Ufafanuzi walioutoa kwamba kwa hicho kikaratasi walichokiandika, alafu watu wote wameona, vyombo vya habari vyote vimezungumza jambo hili, alafu mnakuja mnatoa ufafanuzi huu. Ni ufafanuzi wa kisa ambao watu serious hawawezi kusubscribe kwenye kile kitu ambacho kimefanyika. Wameona wamekosea, na ni kitu cha ajabu sana Engineer Hersi, kwamba kwa nafasi yako kama kiongozi wa klabu ya Yanga, klabu kubwa ambayo ina heshima yake, ina heshima yake, alafu umeshindwa kuelewa jambo jepesi kama hili la kikanuni, kwamba masharti hayakuruhusu wewe na klabu yako kufanya hivi, alafu unafanya kitu kama hichi. Alichokifanya Engineer Hersi, alifanya kitendo cha kiherehere cha kutaka kujipendekeza kwa chama, na ndio makosa ambayo yamekuwa yanafanywa sana na watu wengi sana. Kwa hivyo sisi we will take it serious, na ninadhani kwa nia njema kabisa, kwa sababu tunapenda mpira na tunataka soka iwe mahali ambapo watu wa vyama vyote, soka ndio mahali ambapo watu wa vyama vyote, na ndio maana hata kipindi kuna mashindano ya soka, hata kombe la dunia, huyasikii matukio mbalimbali duniani. Kwa tunataka kulichukulia jambo hili seriously, sio kwa ajili ya kuiadhibu Yanga, hapana, kwa sababu waliolalamika ni wanachama wetu walioko Yanga, ndio waliolalamika. Wameleta haya malalamiko kwetu kabisa kwenye viongozi wakuu. Kwa hiyo tunataka tutengeneze nidhamu, viongozi wa soka wawe na nidhamu ya soka. Kwenye soka ndio mahali ambapo tukikutana na wanachama wa Simba tucheke, tucheke, hatuhitaji kununiana. Tukikutana na wanachama wa vyama vingine tucheke, tukikutana hata kama huko kwenye majukwaa ya siasa tunatofautiana, lakini tunapokuja kwenye soka tubakize soka kama mahali ambapo kwa kweli tutacheka, tutafurahi, tutashangilia.